Kama ilivyo kawaida, tunaona kwamba maudhui makubwa kwenye miziki ya Bongo Flava huwa yanahusiana na mapenzi. Miziki hii yenye maudhui ya mapenzi ina walaji na wateja wakuu ambao ni vijana. Kwa maana hiyo, asilimia kubwa ya vijana wetu wanafundishwa mapenzi kupitia luninga. Matokeo yake ni kijana anajikuta muda wote anawaza mapenzi kwa sababu burudani yake kuu ndiyo hiyo. Inahamasisha na kuzungumzia mada hiyo ya mapenzi kila siku, kila saa. Hebu tuangalie mfano huu. Kuna kijana anasoma shule na ameweka nguvu na akili zake zote kwenye masomo. Kwa asilimia 100 uwezo wake, akili, mawazo, nguvu na muda ameuwekeza kwenye kusoma kwa bidii ili afaulu na kumaliza shule. Katika hali hii ya asilimia 100, kijana huyu angeweza kupata daraja la kwanza, yani A katika masomo yake yote. Lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ya hamasa ya miziki ya Bongo Flava inayohubiri kuwa mapenzi ni matamu, kijana anaamua kujiingiza kwenye mahusiano. Mapenzi sasa yanahitaji muda wake, nguvu na fikra zake ili ayaendeshe, yani kuya maintain kwa usahihi. Hapa ndipo mgawanyiko unapoanza. Anatoa asilimia 50 kwa elimu na asilimia 50 kwa mapenzi. Tayari tunaona kuwa nguvu na uweza wake katika elimu umepungua ili kuwezesha mapenzi. Sasa mambo yanapozidi kuwa magumu, mfano binti anataka zawadi na kuhudumiwa, hapa asilimia za elimu zinapungua zaidi, huku nguvu zikihamia kwenye kutekeleza majukumu kama mwanaume. Tena wanapogombana na kuingia kwenye migogoro, uwezo na fikra za kijana zinazidi kupungua kuelekea kwenye masomo. Mwishowe, kijana anabaki na asilimia chache sana kwa ajili ya elimu. Uwezo mdogo anaoutumia unakuja kuakisi matokeo mabovu hapo baadaye. Kwa hiyo, kama miziki ya Bongo Flava ikiacha kuhamasisha mapenzi na kuanza kuhamasisha vijana kuweka juhudi kwenye elimu, hakika hali itabadilika sana. Kijana hatakuwa na vishawishi tena, bali atajikita zaidi kwenye kusoma ili afaulu na kutimiza ndoto zake za baadaye.